so kebwaterete yes. Welcome to show bono yiga ne show ya komanya nyasae mono na senior servant mwenyewe jenai ngochara sembeo asijideka chinke chire mutwe angonyara tore senior servant jenai tenyareko anyareko baka guturutera lingana dioko mumanya nyasae asengi nchoma te keregento kere no muchakana goika tonyareko ba tokonyara nyasae utangaine mutu yai yenganeyo ema konyara ko bage kwenda bono kuwarga na somoro bere omwancho muri ndose sukupata te kisi hot television mwaka beire na mbunde bono no murali ommo ya kienie kegen kabisa giachire maga ya kisi hot television na moto amo temire taranga no murabwe chinguru rege abanji barege bono mwanyolire fan abantu barega bano mwanyore fan yakaroso kunya kweyanda ukikanyora alingana na senior servant jenai ncheni go bakondoka Ritierio nere akorona manager ya kisi hot Ritierio mwenyewe bono homwanchu buligele ndonse sona mashabiki onsi pingo kwalega ni atonyora lingana ammo kigima atonyara ko batu okuchaka chisho chito chabono botuko nchabono nigo tokonyona ngoja chiko chaka chinsai bere chiabo tuko goika wika time tingansa nane turaje toikire kini nabo tukonya gosuguma kurwa chinsa ibere na litokonyora na inche Ritierio sabono iga ngore tande omo randia osisinia savanta jenai mwenyewe anyare ko toretera engana Mary ngiko gote Mary ga kitindo chie linki ngochere Mary to ku Mary nkinere gagu. Asante sana. Bono helieta omo orando ito okoronga senior servant momanyi jenai. Bono to base ko mocha go otegerera gose koligereria egetaseni kigana mpeyemo kianyalego bagekoranga bono no ane nchiri ne ya muhimu kegima bono to base ko mojo mwanjo muligereria ko toligereria korweiga omocho mono bosongo bono ekerongo koletera aba minto bali bachire to bwatera na se sabali yiga yoboraria na inde bono mo base ko mocha go tegere getaseni ke oskoligereria getaseni kigando se sorekero kwasoiro muromorobero bono soime yomoroberio kabisa bono so gogo so muroberio gaiga na boto kunyara koba to okomanya bono ngakito kogenda bono kigima bono kero mwasoira somuro ndo cha mashabiki achakira goso kigima njenigo mpakondoka Brian Ritierio mwenyewe mwana bwabo machoge kurochinza mochicha preta. Yes, President Rize unasema hello ngwante tinko ndigiole maiga ye tenti lakini bono ugatama bono welcome to show na mumai jenai ngochara sege kege kere no mwanjo mlira mashabiki ndoje mwa minyo kirega high five asante sana President Rize mwani mwelajabu mwani mwelajabu kwa happy new year mwani mwelajabu yes till nina tigawa na tomo baki nyasaye chinga gichonsa asante sana mwana kirangoji kumwaliga ni pastor ama servant senior servant momanyi janai atoletera lingana bono bye nje tukumira na chinsa ibire chamargoba asabono iga koranyora senior servant janai atoletere umurobirio bono maragoba asante sana bono konyora lingana ulinyonege kombe kegima ngocha gaiga bono monyora mwaturi. Asante sana watazamaji wangu andonsi asemure aba Kisi Hot TV tiambaliga nande asomuroberi bweri tukulia lero nenga kiende nande nyasae anyarire koba kagoto leta gaiga nando nyarire koba kagoto obogima eritunyare koba toko
ligereria na kutuka asobo memononga ningi kerige tutungetie asobo gima bwo mu Kristo elia nyare koba agako tenena boronge na gotenena bokongu elio kegima tunyare koba tokoranga inkieke nyasara yare koba kago tokorera asi amagimaitu amarieta buna omuraria ritierio atie kire goteba aseke gusi kegusire ero na kie kibono togenderete goke kunesa guri igege station yosegeta seni kega nekia omonoyega weke gusi. Ningependa wale ambao muko katika inji zingine niweze kukaribisha katika kipindi cha siku ya leo katika runinga hii ya Kisii Hot TV. Kwa majina naitwa mchungaji ambaye ni senior servant Momanyi Janai. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Niko hapa katika mji wa Kisii, nimeoa, niko na bibi mmoja na watoto wengi ukiwa mmoja wapo ya watoto wale ambao wako katika sehemu hiyo. Ningependa tuweze kuomba ili tuweze kuanza program ya siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa ajili ya mtazamaji wangu anayenitazama popote alipo, iwe ako Kenya, ako nje, ako ya Afrika, ako nje ya Afrika. Namleta katika mikono yako Jehova, atakapokuwa tunashiriki neno lako jioni ya leo. Najua kwamba something great, something new is gonna happen kwa maisha yao. Upo kimoboigango chikunyara ko babore boko nyorege ntekenya yekiagera kero turanyare ko batoko genda naye omonene nigo moikora nyare ko bakogotorana gotusukia asturara nyaro ko batogoika sa inanyare ko bakingo saba na egende nga noiwe amasaba ito asemara ko bayalero na nene mono muna tutinga ko batokwegera onyare ko bagoko banayo murayito na onde wensi na bakonyara ko bakagotebanga amen. Now, in the program of today, ni gonta getenya areko bagingo bareta amo elitu nyare ko batokurigiririe gentekemo ekikia nyare ko ba keko ligirigwa asichinjera chire echie tofauti. Yani there is we have different perspectives at which we look unto prayers. Ekertogo kwa negoro ya masabo ntutakire kumanyanga ki amasaba yega nditubwenete ko yasaba nande amasabo ningi ase omukristo gose ningi keria amasaba aranyare ko bakako kolera ekirura nyare ko bakogo soime asa masabo buna omukristo. Haleluya. So siku ya leo, ujumbe wa leo ni ule ningependa tuweze kuangalia na kuangalia kwa undani kabisa, ni kwamba ni kipi hichi ambacho kinaitwa maombi. Wewe kama Mkristo, je, waelewa kuwa maombi ni nini? That is the topic of tonight that I want us to look unto prayers. Now, before we continue, I like to give a brief definition on what prayer means. Unajua, unapoenda hata shule, mwalimu asipokuelekeza ekie subject yemineti ako that foundation nabora anyare ko bakogo tugute network the whole of that subject. And I think this has been a problem to a good number of us. Ya kwamba the approach you give a certain subject when you stepped the first day in Form 1, it impacted, it had a great effect related to that subject. So ya kwamba ningependa tuweze kujua kwamba maombi ni nini, ili tunaposema tunastahili kuomba maombi namna gani, unaelewa kuwa maombi ni kitu gani. So what is a prayer? As a Christian, you can ask yourself, what is a prayer? And a simple thing to answer that is that prayer is the only way we can connect from the physical world to the spiritual world. So that means this is the connection between the spiritual world and the physical world. Why am I saying this? Or why am I using these two terms? Physical world and the spiritual world. Ni kwamba Yesu mwenyewe katika Matthew inasema ya kwamba Roho Mtakatifu akaweza kupatikana katika tumbo ya Mary ili akaweza kumzaa Yesu ni kupitia kwa Roho Mtakatifu. So ya kwamba kitu ya kwanza iliyofanya Roho wa Mungu akaweze kufikia kiwango hicho ni kwamba aweze akafikia kila Mkristo popote alipo. Haleluya.
So ndio uweze wewe mwenyewe katika ulimwengu huu tunaoona kwa sasa, uweze kuconnect yourself to the spiritual world, lazima uweze kutumia channel fulani ambayo ni maombi. Ndio Mungu aweza akakunotify, ndio Mungu akaweza akakufikia. Lazima utumie njia ya maombi uweze kukutana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. So prayer is the connection between the physical world and the spiritual world. Oh, hallelujah. Lesa takaraba. What is the spiritual world? Ya kwamba ulimwengu huu wa kiroho nao zungumzia, hata Biblia inasema ya kwamba sisi tunapopigana vita vya imani, tunapigana vita katika ulimwengu wa kiroho. We don't fight the physical fight in this world. Hata mwenzako akiweza kukosea, uwezi ukaanza kumfight kwa mangumi, kwa maneno. Sisi tunaenda mbele za Mungu kwa kuomba. Our battles Yesu mwenyewe anatupigania. Lakini kwa siku nyingine tena tutaweza kuzungumza na kuangalia ni silaha gani hizi Mkristo anastahili kuwa nazo. Lakini kwa maombi ya kwamba ili uweze kuconnect from where you are to speak to Lord, you need to use a medium called prayer. So prayer is a medium to connect you and your Lord. Praise the Lord. So if I can give a lively example, ni kama mtu ako na pesa kwa banki. You have money in your ATM. You have an ATM card. You are here. There is money in your account and you want to withdraw the money from the account. If you do not have the ATM card, it's very impossible for you to withdraw the money from the ATM machine without using the ATM card. Ili uweze kupata pesa yako kutoka kwa ATM machine, lazima uweze kutumia the ATM card. Ndio uweze kupokea baraka zako kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Your ATM that connects you with the Lord is prayer. So your Lord needs only one connection. And for him to relocate you, to remotely control you, he uses your spirit in you. You know, hata kama mtu ni mwenye dhambi namna gani, hako na roho wa Mungu. The difference is, roho wako wa Mungu anafanya kazi ndani yako. Is the spirit in you very active? Asante sana kwa wale mnaingia katika runinga hii. Tunazungumzia nini? Maombi. Tumesema maombi ni nini? Ili uweze kumfikia Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo njia unayotumia kumfikia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kuna maswali kadhaa ambayo Mkristo unaweza kujiuliza. Ya kwamba if I can look at my notebook here, kuna maswali kama 8 ningependa tuweze kuangazia. Na hii si mada ambayo itakayoisha siku ya leo. Hapana, tutakuwa tunazungumzia, tunaijadili hata wiki mzima. Ya kwamba why do we pray? That is a question number 1. Or that is a question that normally Christians ask themselves. That why do we pray? Tunaomba kwa sababu gani? And that can be answered clearly from the divination that because it's a medium that we use for communication from this physical world to the spiritual world, it enables us to connect to our blessings, to connect to the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. So, swali lingine mtu anaweza kujiuliza ni kwamba how to pray? Unaweza ukaomba namna gani? Hilo ni swali ambalo watu wanajiuliza. Unaweza ukaomba namna gani? Unajua kuna njia mingi watu wanapenda kuomba. Unaweza ukaomba lakini usije ukajibiwa. Kwa nini? Kwa sababu ya zile njia ambazo umeweza kutumia wewe mwenyewe kuomba. Na kama hauwezi ukatumia njia mzuri ya kuomba, kujibiwa maombi yako itakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Do we have an order of prayer? Is there a way that we are supposed to pray? Is there a systematic order that we are supposed to use? I can say yes. Paul teaches the people in the church of Corinth, tells them that mukitaka kuomba, this is how you are supposed to do.
Even the Lord Jesus himself taught the disciples in Matthew on how to pray. That when you want to pray, say this and this and this. So for you to acquire and access the spiritual blessing or acquire something that you want to seek from the Lord, you need to follow carefully this procedure of praying. Oh, hallelujah. Sasa kufikia hapo, ningependa kuuliza, wewe unaomba namna gani? Maombi yako yanajibiwa? Kama hayajibiwi, kati ya hizi ni gani haujazingatia? Kwa sababu kama hauwezi ukawa na oda ya kuomba, wewe kila siku waomba wewe, mimi nibariki na nyumba yangu, mimi nipe nyumba, mimi nifanye hii, hauwezi ukamwombea jirani yako and you expect the Lord to answer your prayer. Not very possible. Why? Kwa sababu tunaambiwa tuombee watu, tuombee mamlaka, tuombee wenzetu, hata wagonjwa tuwaweke mbele za Mungu, so that we can bring ours in the prayer. We come as an item in the prayer. We don't make our needs the subject of a prayer. Amjanielewa hiyo? Ya kwamba you cannot make your needs the subject of your prayers. You need a shamba. Omanya gote banga bone esa kunite tubugiremo. Dere marakoba ya lero nataka kufunga na kuomba niweze kupata shamba. Hauwezi ukapata shamba. Kwa nini? Hiyo ni mambo imeingia kati ya wewe. Wafalme wa pili, unaona kule Gibeoni mfalme alimtokea Suleiman. Na wakati ilifikia aweze kumtokea na kumuuliza unataka nini, huyu mtu hakuwa na haja na yeye mwenyewe. Kwa sababu tunaambiwa katika scripture ya kwamba alikuwa ametoa sacrifice kama 1000, alikuwa amesacrifice katika madhabahu na hakuwa na shughuli, akaondoka katika madhabahu na kwenda zake. And that very night Mwenyezi Mungu akamtokea na kumuuliza kwamba Solomon, what do you need from me? Aliomba kitu hata Mungu hakuwa anatarajia. Na ndio maana unaona siku hizi ukiuliza mtu ya kwamba ungependa niweze kukufanyia nini, Mungu sahi ashuke aseme, wewe mchungaji Momanyi, ungependa niweze kukufanyia ama kukutendea nini? Zile mambo utasikia katika dunia hii ni za ajabu. Utasikia kuna mtu anasema, Mungu nataka unibariki na meli. Nataka unibariki na kamulima fulani, nijenge nikaa huko peke yangu na nikuwe na kasoko kangu na kila kitu yangu na kakambuni kangu na jitengenezea kila kitu yangu. Vitu watu wataongea utashangaa. Lakini huyu mtu wa Mungu alikuwa ametoa 1000 sacrifices. Tuseme ng'ombe moja ni about 50,000 times 1000 ametoa katika madhabahu ya Mungu na hajashughulika. Unajua mtu kama huyu Mungu anaweza riski kumuuliza unataka nini? Lakini sasa wewe umeenda kanisani umetoa sumuni na unasema, oh Lord, I want you to nionekanie, I want to speak, you have to na ukitoa 1000 unaumia rohoni, unasema Mungu, you have to say something about this sacrifice. 1000 shillings umetoa katika kanisa na unalalamika. You expect kuwa kama hawa watu wengine? Suleimani akaomba hekima na kuambia mambo ya order. Yeye hakupeleka mbele alichokuwa wengine walikuwa wangepatiana. Najua sasa hii ungeulizwa unataka Mungu akufanyie nini? Maisha marefu, utajiri, na hizo ndio vitu ambazo Suleimani hakushughulikia. Lakini kwa sababu of that decision that Solomon made, it actually Mungu akaangalia akasema ya kwamba huyu mtu, kwa sababu ameomba hekima na maarifa ya kuweza kulinda hawa watu ama kulidia hawa watu, aliongezewa. Praise the Lord. That is why the Bible says, seek ye first the kingdom of God, and all this you see, be it a house, be it a good job,
be it a car, be it a shamba, be it a good wife, be it will be just in addition, itaongezewa. Bwana Yesu asifiwe. So kitu ingine ni kwamba tunastahili kuomba wakati gani? When are we supposed to pray? And do we have any benefit when we pray? Kuna kile ambacho mtu anaweza akapokea kwa sababu ameweza kuomba. Na kitu kingine tunaweza kuangalia ni kuwa, do we have hindrances of prayer? Ni vitu gani vinafanya maombi yasiweze kujibiwa? Ni vitu gani zinaweza zikazuia maombi yako yasiweze kufikia Mwenyezi Mungu? Now, we also have the consequences, yale ambayo yatakayotokea kama hauombi. Unajua, mtu mwingine anaweza niuliza ya kwamba kuna watu wa dunia hawaombi lakini wako na maisha mazuri kuliko wale ambao wanaomba. Let me speak to you. Kuna madhabahu aina mingi. Kila mtu kuna mahali amesimama na kusema ya kwamba hapa ndipo nitakuwa napatiana sacrifices zangu. Na inapofikia hapo, unapata ya kwamba huyu mtu hata kama hawezi akaomba yule Mungu naomba, lakini kuna kitu anapeleka katika yale madhabahu anayoamini. Tunaelewana kufika hapo? Mtu anaweza akaambiwa ya kwamba every month peleka kuku mahali, leta, ama uwa mtu, leta damu, that is the sacrifice. So for we, is there any consequence if you live a prayerless life? We look at that. We look at that. And how God answers prayers. Unajua kuna watu ambao wanaomba ili Mungu aweze kuwajibu instant, na hiyo haiwezi kufanyika. Unajua hivyo? Hata kwa wale ambao walisoma CRE, mnaambiwa ya kwamba Mungu ako na majibu matatu. Either akwambie wait, akwambie yes, ama akwambie no. Akwambie yes, akwambie no, akwambie wait. Wait si eti ungoje kwa siku moja, unaweza ukangoja kwa siku mingi. Mimi nilipoingia mwaka wa 2012 katika mji huu wa Kisii, sikuwa na rafiki, sikuwa na ndugu. That is my testimony. Nilikuwa nalala stadium, Gusii Stadium. By then ilikuwa haina milango na haijawekwa vizuri. Ningezunguka, ningesurura. That is the right term. Hapa town nizunguke the whole day. Ikifika jioni, I get to stadium, I sleep there. Not that I never had a relative in town, lakini nilikuwa nataka kutengeneza maisha yangu mimi mwenyewe. And this watu wamepitia wengi. Ukienda kukaa kwa mtu huwezi jua ni kipi kinatokea, lakini sauti ya Mungu ilikuwa inaniambia ya kwamba Mumanyi, there is one time you will rise and stand up, have whatever you want in your heart. The desires of your heart sitaweza kuafikiwa. Nikaendelea maisha, ningeenda daraja 2 ninunue longi, ilikuwa 30 shillings. Ningenunua nikuje na badilisha, zikiwa chafu mingi, I can go to daraja 1 nioshe pale. After some few weeks nikakuja nikaanza kuendesha pikipiki. Bwana Yesu asifiwe. I started kuendesha pikipiki, a boda man, Okada, if that is the language you understand. Ningeendesha usiku pikipiki so that mchana, kwa sababu iko more secure, I can go park it somewhere and sleep. Hiyo ilikuwa ya mtu huyo ndugu, Mungu ambariki sana. Nilipoondoka hapo nikafanya pikipiki, nilikuwa napatia pesa yake, na ile napata kidogo sikuwa na uwezo wa kuweza kukodisha nyumba. So ningetumia tactic ya kufanya biashara usiku ili mchana niweze kulala mahali. That is my story. Kutoka hapo ikafika wakati mwingine nikapata kazi katika hoteli moja hapa, mkahawa tu hapa mji wa Kisii. Nikamwambia kitu nitafanya ni kuwa wacha nianze kufanya kazi usiku kwa hoteli. Aliniambia unaweza kuosha vyombo. That is where I started. Nikaanza kuosha vyombo.
chenye wanaume hawawezi wakafanya. Nilikuwa naosha vyombo kuanzia saa 1 jioni mpaka saa 1 asubuhi. Ukitoka asubuhi hapo ukienda kazi nyingine, unasikia ni kama hizi line zinapiga nduru. Hizi line zinapiga nduru. Mikono imekuwa white. Nikafanya kwa hoteli. Nilikuwa nalipwa 40 shillings. Hapo naendesha pikipiki. Mchana nikaenda kwa hoteli usiku. Kwa nini nilichagua kazi ya hoteli? Kwa sababu nilikuwa nimekosa pesa ya kununua chakula. Nikajua if I get myself a job kwa hoteli, problems concerning njaa solved. Hiyo ni hekima hata kama uko kwa umaskini. Nikaanzia hapo nikafanya kwa hoteli. It is in the hotel that my star started being noticed. Kuna mwanaume mmoja alikuja siku moja nikamserve katika hoteli, wakati nimekuwa promoted sasa kutoka kwa kuosha vyombo nianze kuserve. Na nilikuwa na serve kuanzia saa 5 usiku kwa sababu saa hiyo hakuna customers wengi. Nikachukua, akaniambia, akaanza kuzungumza na mimi. Kuongea na yeye 1-2, akagundua kumbe huyu mtu labda amesoma. Alikuwa anakuja hapo siku mingi. Akaniuliza majina yangu, nikamwambia. Little did I know that this guy is a principal of one of the schools here in town. From there akaniuliza umesoma, nikamwambia he. Nini? Nimefanya hivi na hivi. Na mimi ni mwalimu. Mwalimu anaweza akaosha vyombo kwa hoteli. Mwalimu anaweza akaendesha pikipiki mchana. Mwalimu anaweza akalala stadium usiku. Akanitoa hapo. Akaniambia come with your documents tomorrow to my office. I went to that school for an interview. I passed. That is the first job I acquired in Kisii town. Nilikuwa nalipwa pesa ngapi? Ni kazi mzuri. Unalipwa pesa ngapi? 4,500. That is the first time niliweza kupata nyumba yangu. 700 shillings. Haikuwa ya mawe, haikuwa ya mabati, ilikuwa ya mbao. Ilikuwa ya mbao. Huyo mama hata siku hizi namtembeleanga, ako pale. Nikaenda kufundisha huko, nikaona ya kwamba maisha imekuwa ngumu kwa sababu mwenyewe amechukua pikipiki. Nitafanyaje? Nikaungana na rafiki yangu mwingine, naye alikuwa na hoteli. Akaniambia nilikuwa naona huko kwa hoteli fulani, why don't you come to my hotel, I'll be paying you 200 shillings a day. Nikaenda kucalculate hiyo, nikaona ya kwamba hii pesa inapita hile. Kwa sababu ningetumia fare nikule, kwa sababu shuleni huwezi kula sapa, lakini hapa kwa hoteli utakula. Things happened. Nikaingia kwa hoteli. So what am I saying? Mungu anaweza akajibu maombi yako kwa kusema ndio, ngoja ama la. Yangu ilikuwa inangoja kutoka 2012, 2013, 2014, 2015. Niliingia mambo ya media. Tukasukumana hapa na pale. Hiyo ni story of another day. 2017 nikaingia mambo ya politics. I ran for a seat home, tukakimbishana. So life started changing from that angle. What am I saying? If God has promised you something, lazima ataweza kuwafikia na kukupa, in the name of Jesus. So today, I want us to look at why do we pray, so that tomorrow we can be looking at on how can we pray. So why do we pray? Number 1 is to be empowered spiritually. And this means that you become strong in the spirit. Ili uweze kupata nguvu ya kuzungumza hata kutoa mapepo, lazima uweze kuomba. That is a point number 1, if you are writing somewhere. That why do we pray? And I told you that this topic will break it down. We'll discuss it even for a whole week. Huu ni ujumbe utakao, we can even take a month talking about prayer. So why do we pray? Number 1 is to be empowered spiritually.
Meaning, for you to be strong in the spiritual realm, you need to pray. That is why most people fast. Na hauwezi ukafast kama hujui unafastia nini. Na mimi huwa naambia washirika wangu ya kwamba kama unataka kufast, mimi nitafanya kazi gani? Mimi nimekuja juu ya mamlaka yako niweze kukunenea. Mungu anaweka maneno kwa kinywa cha nabii akunene baraka zako. So if God cannot reveal your progress or your blessings to your kuhani, haiwezekani ati wewe mwenyewe unaweza download direct. Lazima kuhani aingilie hapo katikati. Na ndio maana huwa sometimes nasemanga, unawezaje ukaona madhabahu ninayo shiriki hayana nguvu? Umeenda mahali kwingine mtu akakwambia ya kwamba sasa nataka mimi ni pastor wako, niko na shida ya familia, sasa nataka pastor uniombee. Alafu hiyo pastor anakuambia ya kwamba nataka sasa tuweze kuomba na wewe. Sasa nimekuja mimi uniombee na unasema mimi niweze kuomba, and I have the problem. A sign of a weak altar. So why do we pray? To be empowered spiritually. So for you to be strong in the spirit, you need to pray. That is point number 1. Nimeweza kuona watu mnaanza kuingia. Naona watu mnaanza kuingia, and I read wale ambao mnatazama. Na I'll ask from 7 nitaweza kufungua ili tuweze kujadili umesikiaje, umepokeaje, unanipata kutoka wapi, so that we can speak on this deep and get to understand. Number 2, if you want to get close to God, you need to pray. Unajua mwanadamu anaweza akafanya Mungu awe rafiki yake, lakini hauwezi ukafanya shetani kuwa rafiki yako. Kwa nini? Kwa maana hauwezi ukakaribia shetani. Shetani ndiye anakukaribia. Lakini unaweza ukamkaribia Mungu kupitia kwa maombi, of which is the reverse of what you can do to Satan. Mungu anaweza akawa rafiki yako, lakini hauwezi ukawa rafiki wa nani? Wa shetani. Let's look at Deuteronomy 4:7. Haya tuweze kuangalia Deuteronomy 4:7. Deuteronomy 4:7 and see what it says. Deuteronomy 4:7. Deuteronomy 4:7. It says that, listen, what other nation is so great as to have their gods near them? Unajua ulimwengu ambao ni wa giza, watu wanapata nguvu zao kwa kuwa so close kwa madhabahu yao. Ile kuwa karibu na madhabahu yao, unaambiwa ya kwamba next week on Friday at this time you need to bring a sheep and sacrifice. Kuwa karibu na madhabahu yako. So na sisi kupitia kwa maombi tunaweza tukawa karibu na Mwenyezi Mungu. Ndio maana inatuambia kwamba as to have their gods near them, the way the Lord our God is near us whenever we pray to him. So for you to be close to God, you need to be praying. The Bible says that you need to be praying continually. It does not mean that you close your eyes, ati uweze kufunga macho yako uweze kuomba kila wakati. Let your spirit be praying. Romans says that because of the weaknesses that we have, the Spirit helps us in prayer. Ya kwamba hata Mwenyezi Mungu anajua ya kwamba tuko na udhaifu. Ili kuweza kukava, the Spirit helps us to pray. What have I said? Point number 2, that prayer gets us close to God. Inatuwezesha kufika karibu na Mwenyezi Mungu. Number 3, it is the way at which Christians take their petitions to the Lord. Hallelujah. Yani mtu anapokukosea haumpeleki kwa chief, wewe ni Mkristo, unampeleka kwa Mungu through prayer. So
the only way we can take our petitions to God is through prayer. My goodness. When you look at 1 Samuel, the story of Hannah and Penina. Unajua Penina alikuwa anamkejeli sana Hannah. Na Hannah alikuwa mtu wa kuomba. Nataka uangalie these things. Penina hakuwa mtu wa maombi na hakuwa mtu wa Mungu, alikuwa mtu wa ushirikina. Hannah alikuwa mtu wa maombi lakini hakuwa anapata watoto. Penina alikuwa na watoto. Elikana ni mtu wa Mungu. Now Hannah badala ya kupigana na yeye physical fight na Penina, aliweza kupeleka hayo yake kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa maombi. Na Mungu alimjibu 2:19, I've heard your cries, na akaweza kuzaa. Ndio maana unaona katika madhabahu ya Penina alipokuwa na madhabahu ya Hana, yaliyo na nguvu ni ya Hana. Hata kama ilichukua muda namna gani, hata kama aliweza kupitia all sorts of humiliation, aliweza kutusiwa vibaya sana na Penina, wewe uzai, wewe hauna kitu. Lakini ukiangalia kwa Biblia, the moment Hannah started giving birth, there is nowhere in entire Bible any son and daughter of Penina is mentioned. Oh, hallelujah. That tonight as I'm speaking to you, there is something somebody has been doing to you. Inaweza ikanyamazishwa katika jina la Yesu. Hana, Samueli wanatajwa kama watu wakubwa, lakini Penina, hata nikikuuliza jina ya mtoto mmoja wa Penina alikuwa anaitwa nani, hauwezi ukaniambia. Now in the name of Jesus, tonight your Penina will be shut in the name of Jesus Christ. If you receive it, you can say amen. I say that your Penina tonight will be stopped in the name of Jesus Christ. Nothing can bring you down. Nothing can humiliate you. Nothing can look upon you. Nothing can go around you unpunished. Isaiah 54:17 says, no weapon fashioned against you that can prosper. Hakuna chochote kibaya. And when we are talking of weapons, inaweza kuwa magonjwa, poverty, inaweza kuwa hauna ndoa, relationship yako na watu, rejection. We declare and decree that that kind of life is not your portion this time in the name of Jesus. So prayer. Why do we pray? It's the way we take our petition to God. Point number 4, it gives us an explanation, because the fight we are fighting is not a physical fight, but the spiritual fight. It is the only way we can fight our enemies. So let me say that because our fight on earth is not for flesh, but for the spirit, we fight our fight through prayers. If you look at Ephesians 6:10, inatuambia ya kwamba vaeni silaha zote. Niweze kusoma hapa Waefeso. Niweze kusoma hapa Ephesians, Waefeso 6:10 inasema namna gani? Sikiza. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Be strong in the power of the Lord. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Put on the full armor of the Lord, so that when the fight comes, you'll not be brought down. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama,
bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. The fight we are fighting on the earth is not the fight against our neighbors. Is the fight against the powers of darkness and the principles of this world. And the only way we can fight them is through prayers. Biblia inaendelea kusema ya kwamba kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku za uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. So if you want to fight this fight, you need to have truth in you. Na hapo ndipo tumepotelea. Kama hauna ukweli kuweza kufika kwa Mungu. So kuonyesha mshipi unaovalia ni kuwa una ukweli. Mwanajeshi anapoenda kupigana vita huwa anakuwa amevalia uniform. Kuna silaha, kuna breast nini whatever, kuna mshipi, kuna uniform. Now, we want to relate that one to the spiritual fight. We've said if you speak the truth, it means you have a belt. Na kama uko na mshipi haimaanishi ya kwamba you have the full armor of God to fight the fight. Kuna vitu zingine haujapata. Ni gani hizo? Na kuvaa diri ya haki kifuani. Diri inaitwa breast guard, chest guard. Ili kuweza kupigana lazima uwe na haki. Na haki ni kumaanisha kwamba you have the chest guard with you. So kama una ukweli, una mshipi, kama una chest guard, ni kumaanisha una haki hata kwa watu wako. Na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya imani. So when you put on your boots going to the fight, it means that you are ready. Unajua hicho, that is what you do kwa mwisho kabisa. Kufikia mwisho, hiyo ndio unaofanya. Kuweza kufunga viatu. Ekina kioko kora kio moelio, kubeke bikoro to. Kuoro kinga nore ange wanza esegi ya kemoika. Bwana Yesu asifiwe. It shows the readiness of you to the fight. Another thing is, ili zaidi ya yote mkitua ngao ya imani. So if you have a shield, it means uko na imani, you have faith. Now I can ask you, where is your faith? Imani yako iko wapi? Ni kwa Mungu ama ni kwa hayo madhabahu umejenga? Ni kwa gaganga? Unajua hata kama unaenda kwa mganga anakuambia kitu, ni lazima uamini ndio kifanyike. Ama uliweza kuambiwa na jirani yako ukaenda kule ukiwa already umeamini. Why don't we put the same faith to God and see if he cannot do for us? Hallelujah. Bwana asifiwe. Now, another thing is, point number 5 is the way of connecting to God from the physical to the spiritual world. We just said that. Point number 6. This is the channel at which we use to command the blessings from the above authority. When you pray, you know, the only communication the Lord recognizes ni mambo ya maombi. Ukitaka mambo ya, kama unataka nyumba, unataka gari nzuri, unataka shamba, unataka mke mzuri, unataka mume mzuri, all kind of blessings, when you want to command them from heaven, you use prayers. You go to the Lord through prayers. Ni kupitia kwa maombi unaweza ukafika. Ni kupitia kwa maombi ukaweza ukaonekana. Hata dhabihu, ni kupitia kwa dhabihu that somebody can recognize you that you are around. Unajua Mungu hawezi akakugundua huko na kama hauwezi kufika huko. Na hauwezi ukasema ya kwamba ati Mungu hawezi kuniumba na hajui kama niko. Anaweza kakosa kukujua. Kwani wewe ndio wa kwanza? Mungu aliweza
kuharibu ulimwengu uliopita? Kwani hakuwaumba? Wewe ndio uliwaumba. Were you there? Haukuwako. Ile story ya kusema ya kwamba Mungu hawezi akaumba watu na akawaua, toka hiyo. Toka. It cannot help you. Mungu anaweza akakuua. Anaweza akakuua by the sword. Kama hamwezi mkasikia, kisu ya Mungu iko kwako. Isaya inasema namna hiyo 48. Utauawa. Now, another thing why do we pray is so that we can live life worthy of the Lord. This one is to distinguish between a Christian life and a person who is in the world. Let's read Colossians 1:10. Tuone inatuambia namna gani. Colossians 1:10. Colossians 1:10. Colossians 1:10 inatuambia namna gani? Wacha tusome. Colossians 1:10, it says that skiza, so that you may live a life worthy. Ni kwa nini tunaomba? So that we may live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruits in every good work, growing the knowledge of God. The closeness that you get to the Lord ni kupitia kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kufika karibu na Mungu, lazima tuweze kupita kwa maombi. The last point, before I give you an opportunity of joining, I think you can see the link. I think you can see the link. The link is there. The link is there. You can start joining. You can get to backstage. I'll start talking to you at exactly 7. So listen. This is the way to overcome our troubles. Hii ndio njia tutaweza kushinda majaribu yetu. Wacha nisome James 5:13. Usikize. James 5:13. James 5:13, it says, is anyone among you in trouble? Kuna mtu ako na shida? Popote ulipo, kuna shida unayo? Umekataliwa mshahara yako kutopewa? Kuna kazi umeapply haujaitwa? Kuna shamba unataka kununua haujapata hela? Kuna gari unataka kuendesha haujainunua? Kuna mke unataka kuoa na haujampata? Kuna mwanamume unataka kuoe lakini hajakuona? Is any one of you in trouble? That is the question that the book of James asks. The answer is, let them pray. Oh, hallelujah. If you cannot pray, then your problems will remain with you forever in the name of Jesus. And we don't want maisha ya Mkristo yaweze kubakia hivyo. Unajua anasema ya kwamba kuna watu wengine wanasema ya kwamba ati haya maisha, unajua hizi vitu ziko hapa ni za dunia. Mimi nasema hivi, hata kama ni za dunia, mali hata kama ni ya dunia, basi kama yanapita, wacha yakapite katika mikono yetu in the name of Jesus. Hatuwezi tukaishi katika dunia hii na tukasteseka. Hatuwezi tukamfanyia Mungu kazi tukasteseka, because gold and silver belongs to him. So yule ambaye anasema unajua hii mali ni ya dunia na hii ulimwengu inapita, we haujui unasema nini? You don't know what you are saying. Mali hata kama yanapita, waje yakapita katika mkono huu, katika jina la Yesu Kristo. So nakuombea, if there is something that you've been yearning to have, kuna kitu umetaka kukua nacho katika maisha, be it a wife, be it a husband, be it a job, be it whatever, a shamba, a house, anything, a car, you can receive it in the name of Jesus. You can receive it in the name of Jesus. Don't take this for granted.
Usichukulie hivi. Unapokea kupitia kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. So I'll get to prophetic moments. I'll get to a prophetic time at around 7:30. Nitakuwa naombea watu, lakini kwa sasa ningependa muweze kuingia so that uweze kuniambia unanitazama ukiwa wapi. Unanitazama ukiwa wapi? The link is there already. You can join me and tell me where are you getting this from, so that we can know on where are you from. Now I can see Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Chipsy, how are you? Ni I'm Chipsy good. ama What ni about Chipsy? Soma tu vile utaisoma. All right. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Umebarikiwa? Nimebarikiwa, although nimefikia kapisi kadogo, lakini nimebarikiwa. Amen, amen. Sasa unatupata kutoka wapi? Napata nikiwa Bahrain. Berlin. Hapana. Kuna tofauti ya Berlin na Bahrain. Bahrain. Hizo ni nchi mbili tofauti. Oh, that's very good. So is there anything, okay, unajua siku ya leo I was talking about prayers. I think umepata katika tukielekea kumaliza. Na tumesema tukimalizia kuna mambo yanaweza yakafanya kama hauelewi ni kwa nini unaomba, inaweza kuwa ngumu hata maombi yako kuweza kujibiwa. So I think if you go back to our stream tutakapokuwa tunamaliza, utapata the 9 points zenye tumeweza kufanya nini? Kupatia hawa watu wengine. Ningependa watu waweze kuingia. So kwa hayo ningependa uweze kuniambia jambo moja umeweza kunotice out of the points I've given. Kuna lile ambalo unaona ya kwamba maombi yangu ile kitu ilikuwa inafanya yasiweze kujibiwa, ama ni kwa nini tunaomba ni hili katika maisha yako, ama Mungu amai kutendea nini katika maisha yako. Thank you very much. Mimi sijasikia hizo pointi 9 kwa sababu nimekuja nikipata ukimalizia. Yes. Sijasikiza hata. Alright, thank you very much. Tulikuwa tunasema ya kwamba ni kwa nini Mkristu anaweza akaomba. Tukasema ya kwamba if I can preview as I'm waiting others from backstage ili waweze kuingia katika mtandao because the link is there. Tukasema ya kwamba the reason as to why tunaweza kuomba ni kwamba number 1, we need to be empowered spiritually. And because the prayer is the only connection we have from the spiritual world to from the physical world to the spiritual world, we need to pray. So one of the reasons as to why we pray is to empower us spiritually, to be strong in the spirit. We said that if we want to get close to God, we need to pray. You can refer Deuteronomy 4:7. Another thing is that this is the only way that we can take our petitions. Sisi wa Kristo hatuwezi tukapigana na watu kwa kupigana kwa ngumi. Sisi tunapigana na watu kwa ulimwengu wa kiroho, ambapo sisi tunapigana spiritually. So for us to take our petitions to the Lord, we need to pray, because the only language the Lord hears is only prayer. That is another thing. And another thing we said that is the way that we can connect ourselves to get closer to God. Unajua, nikasema ya kwamba unaweza ukafanya Mungu akaweza kuwa rafiki yako, lakini hauwezi ukamfanya shetani kuwa rafiki yako. Kwa nini? Mungu ako karibu na sisi, na shetani ni wewe unaenda kumtafuta. Ili uweze kuwa karibu na yeye, lazima uweze kupitia kwa njia ya maombi. Na kitu kingine ni kwamba so that we can live a life that is worthy of the Lord. We said that one, we borrowed that one from the book of Colossians, chapter number 1, verse 10. That if we want to live a life that is worthy the Lord, we need to borrow from that verse that says, if we can pray, then we live a life that is worthy of the Lord. And James, the last point,
where we got from 5:13 is that this is the only way we can overcome our troubles. Ndio maana ikauliza ya kwamba kuna yeyote ambaye ako na shida? Do you have a problem in getting employed? Do you have a problem in getting a husband? Do you have a problem in getting a wife? Do you have a problem in acquiring property? Then the answer that James gave is that you should pray. So we just said that prayer, the reason as to why we pray is all about the points I've given you. Amen. Umepotea kwa network kama unanielewa. Nakusikiza. So sijui kama kuna kitu kingine unaona kinafanya sisi wa Kristo tuweze kuomba apart from hata hizo zenye nimezungumziwa. Hizo umezungumzia ziko sawa, lakini ninalo swali. Swali langu ni, najua Yes. we can keep on praying, but Mungu ajibu maombi. What will be the reason? Okay. Our topic is very wide and we just started our topic today. Na nilipoanza introduction nilisema I'll be tackling 8 questions. That is number 1, the one that we've talked of today, that is why do we pray? Number 2, we'll be talking about how to pray. Number 3, we'll be talking about is prayer, do prayer has an order? Then number 4, we'll be talking about when do we pray? Number 5 is that do we have any benefit of prayer? Number 6, now to answer your question is, we'll be looking at on what can make God to ignore your prayers. If I can quickly refer you to 2 Kings. Suleimani alipokuwa pale Gibeoni, Mungu akamwonekania usiku. Huyu Suleimani alikuwa ametoa dhabihu kwa Mungu. Alikuwa ametoa about 1,000 dhabihu about 1,000. Hiyo ni kama tuseme ng'ombe kama 1,000 times, tuseme kama ng'ombe moja ni 50,000 times 1,000. You can see the much he gave to the altar. Lakini Mungu akaweza kumtokea. So if you cannot have a strong altar that you are responsible to or that you connect yourself to, Mungu atapitishia baraka zako wapi? Nikasema hivi, uko na ATM machine. Uko na kadi ya machine, that is ATM card. And there is an ATM machine. Na wewe uko, pesa ni yako iko katika ATM. Unaweza ukawithdraw bila kadi? Hapana. Lazima ukaweka kadi ndio ukaweza kutoa pesa hata kama ni zako. So for us, for the Lord to recognize that we are there, for the Lord to answer your prayers, you must commit and show that really you exist. That is through sacrifice. Madhabahu. Amen. Kuconnect kwa madhabahu. Labda uko na swali lingine. So we have to connect ourselves na madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu. Yes. Yeah. Madhabahu ya Mungu, it does not mean that you have to connect to madhabahu yenye yako kanisani physically ndio Mungu aweze kujibu. Unajua the scripture says ukiomba Mungu anajibu anayeomba kwa siri. You get that? So yes. Unapoomba imani yako mwanzo iko wapi? Hilo ndilo swali la kwanza. Imani yako umeiweka wapi? And how serious are you with this? You know, we are talking about faith here. Unaamini ya kwamba hichi kitu ninachokifanya nitatendewa? Do you believe that whatever I'm seeking for will be given to me? Unajua ndo maana watu wengi wanaenda kwa waganga. Mtu anaenda kwa mganga kwa sababu anajua kwamba nikienda kwa mganga ataweza akanipa kitu fulani na nikuje kuweka kwa nyumba. That is faith. Hicho kitu unaweza ukapata mtu amekupa kalamu. Hata siku hizi wahubiri wengi wameenda digital. Mtu ameanza kuuza sticker, mtu anauza maji, anaweka picha yake, anasema this anointed. Unajua all these dramas ni kucheza na akili za watu. If you believe, it happens. I'm not saying that the tools don't work. They work with the belief, the faith you have in you. Ndio inakuconnect na kukufanya uweze kupokea hilo. Amen. Amen. So wale mnataka kujoin, the link is there. You can see the link there so that we can share. Unless you have Chipsy something to say. Yes, I have another thing.
What Yes. if niko na imani? Ndio, I do pray kwa imani, lakini ninakosa ile roho ya msamaha. I'm pride. Niko pride kila kitu, ninajua mimi niko na imani na ninaomba Mungu atanijibu. Ili hali nimekosana na wewe, sijakuomba msamaha, lakini nimeenda nimepiga magoti. Ninaomba kabisa na nina imani. Will God answer such prayers? The Bible says if you go to sacrifice in the altar and you realize that you wronged your brother, you better leave your sacrifice there, go back, make peace with your brother. Kama hauwezi ukasamehe, kama hauna upendo, hayo mambo kufanya kazi ni ngumu. Mungu anainua wale walio chini, he lifts the humble. Humbleness inaonyesha nini? Ya kwamba how low are you? Unajua kuna watu wanapenda kujifanya ya kwamba Mungu mimi amenibariki na magari na magorofa nini. After some time you realize that ameanza kutumia nguvu zingine zenye si za Mungu. So ndio uweze kujibiwa, lazima uweze kufanya amani na mandugu zako. Inamaanisha nini? Kama unaona ya kwamba una dosari fulani, kuna kitu fulani haujakifanya ama haujakitenda kulingana, the Bible is our manual. The Bible is our manual. If we cannot follow what is written here, then God answering us is not very possible. Ndio tuweze kujibiwa maombi yetu, lazima tuweze kurudi. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba ufalme wa mbingu ufalme wa mbinguni ni lazima uwe kama mtoto. Haimaanishi ya kwamba unaenda katika tumbo ya mama yako ndio uweze kuwa mtoto. No. It means that you must humble yourself, calm down for the Lord to hear you. Amen. Thank you very much. You have another question? This one is not a question, but nitaiweka aje. Unapata tuseme pastor. Yes. Anaombea watu wanapona, anaombea watu wanaokoka, but back kwa familia yake things are different kwa ground. Yeye ndiye analea kila aina ya watu kwa boma yake. Lakini huko nje akiongeresha watu wanabadilika. Yes. Lakini kwake I don't know ni time hawana ama shida inakuanga gani? Now, a pastor, unajua yale ambayo yamewekwa ndio maana Biblia inasema ya kwamba Mungu anaweka mambo kwa kinywa cha nabii, anakuzungumzia na kukwambia. Tumeongea mambo ya imani. Na mambo ya imani ni kuwa wewe unayeombewa unaamini. Unapoamini, the background of this person wewe haijakufikia. Na ni kwa sababu wewe unaamini ile inakutendekea. Ni vile niko hapa. Mimi niko hapa Kenya. Wewe uko hapo. Nakwambia ya kwamba kama ulikuwa unatafuta njia kama ni ya ndoa, ya kwamba kuna kitu unatafuta kama ni kazi, nakwambia if it's work that you need, receive it in the name of Jesus. You have faith in me that if I can pray for you, you can receive it. Already, even if I don't pray for you, I just speak, it happens. Why? Because you've already created that room of acceptance in you that this thing will happen to me. Tuko pamoja hapo? Nasikiza. Yes. So ndio maana nakwambia kwamba what the pastor does not directly affect. It only affect ikifika kwa mambo ya kuwa ya kwamba ameenda kinyume na tuseme ako na familia yake, lakini yale mambo ameanza kufanya yameanza. Unajua watu ndio wanao kujimba, people dig deep to you, lakini the Bible says touch not my anointed. Unajua mtu wa Mungu anaweza akaamua kukufanyia kitu chenye wewe mwenyewe ukiangalia hata unaweza lia. Unajiuliza kwa nini nafanya hivi? Mimi nimeambiwa unafika Sunday service kwa kanisa, mchungaji mwenye nilikuwa chini yake anakuambia umevaa tai, anakuambia ya kwamba nioshe hii gari.
what do? Hicho kitendo Naosha. kitakuumiza ndani yako. Unaona huyu mtu wa Mungu haoni ya kwamba I'm prepared for the service, haoni ya kwamba there is something I wanted to do in the service, and by that time nilikuwa na lead praise and worship. So huyu mtu hawezi ona ya kwamba huyu pastor haoni ya kwamba mimi nataka kuingia kanisani, lakini anataka kujaribu kuona. Unajua Mungu anaweza akatumia hata shetani mwenyewe kukujaribu kuona kama unasimama na yeye. Anaweza akajaribu kutumia hata kitu kingine kuangalia ya kwamba, unajua Yesu anapozaliwa katika Matthew, Sisa hakuwa Mkristo, lakini ali authorize for the census Joseph and Mary waweze kurudi, na ndio Yesu aweze kuzaliwa katika menja. Ilikuwa ya kwamba ilitumika kutoka kwa Sisa, huyu mtu mwenye hakuwa anamjua Mungu, akawatuma wakaenda, na kutoka hapo sasa Yesu alizaliwa. Na wale watu waliopeleka ule ujumbe hawakuwa watu walitoka kanisani, haleluya, walikuwa watu wanaojunga kondoo. So Mungu anaweza akatumia hata mwenye dhambi kujaribu imani yako. Yes. Watu naona wameanza kuingia wako backstage, lakini kuna wengine ambao network yao si mzuri, ndio maana unaona sija kuweka katika screen, lakini ukipanda kwa hizo comments juu kabisa, there is that link iko hapo, you can use it, and I've already nimeiweka hapo, unaweza ukaipata hapo. Yeah, my sister, endelea. As for now, I think nimepata kitu. Thank you very much. Unaweza ukasalimia hata wale wenye wako wanakuangalia kwa sahihi. Unaweza ukasema unataka labda uombewe kitu fulani, ili tuweze kujua ya kwamba tunaendelea namna gani. Labda kuna shida unayo, unataka uombewe, unataka unenewe, unataka uzungumziwe katika maisha yako. You can ask anything, you can speak, so that we can see what the Lord can tell us to do this evening. Okay, the first thing nitasalimia babangu. Yes. Pastor Kennedy Kayago. Nisalimia na mamangu Priska Kwamboka. Na shosho yangu pia na my sisters and brothers. All right. Mimi nashukuru Mungu, Yes, kwa sababu kwenye amenitoa. Hata kama ni wewe haungenitoa huko. Yes. So ninashukuru kwa kila jambo. So you have a testimony to tell us. Yes. Ndio hiyo tunataka kuisikia. Mungu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu kwenye maisha. Unajua hata ukilala kwa muka, habari hiyo ni ushuhuda. Nashukuru ametufufisha. Ni wengi wameshikwa na ugonjwa yenye inaitwa corona wakafa. Mimi nimechunga familia mzima ikiwa na corona, lakini mimi sikushikwa nayo. Yes. Sio, ninashukuru Mungu. Amenilinda na atazidi kunionekania. Ninaamini atanitenda mema mpaka nitoke huku nirudi nyumbani nikiwa salama. Amen. That's very good. Maybe you need prayer in something you wanted to speak something to you. Iko lakini sasa okay, you can, okay, hiyo tutanini baadaye. Sisi we can prophesy, we can nitaweza kutabiria, naweza kukuombea, kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu na Mungu amenipaka mafuta ili niweze kuhudumia watu, kuzungumzia watu, kuwanenea. Kama ni magonjwa yapone, kama ni mtu anataka ukombozi tumkomboe kutoka kwa shetani, kama ni mapepo yanasumbua mtu tutayang'oa na kuyaondoa katika jina la Yesu Kristo. So ukifikiria unaweza okay, utaingia ule upande mwingine, alafu utaweza kuzungumza pale, tutaweza kuona. Nashukuru sana. Amen. Thank you. So huyo amekuwa Sister Chipsy kutoka ng'ambo. Amesema ya kwamba amebarikiwa na kipindi, tumeweza kujadili mambo mengi, na niweze kuzungumza hivi. Ameuliza swali ambalo ni la maana sana, ningependa tuweze kuliangazia, ya kwamba can I speak in Ekekusi? You know, I'm speaking in Kiswahili and English too much. This is because tuko kwa
other platforms ndio watu wengine waweze kutushika na wao. So ate baiga na bakonyora omupasta kale njerende balibako beke gusimongi wete onye omupasta kale njerende agosabere na kiera nyarekane amasaba yega. Ameuliza hivi, some pastors are not straight but they can pray for you. So that akauliza inawezekanaje? Nikamwambia ni kupitia kwa imani yako, ni kupitia kwa imani ile ambayo utapeana, ile ambayo unaitoa we mwenyewe, ile ambayo unaiweka kwake huyo mtumishi wa Mungu, ile ambayo unasimama nayo, hata kama ni sacrifice. Mtu amekwambia kwamba sacrifice, we want to pay the program or we want to do something, unaingia hapo, ukitoa ukweli unabarikiwa, lakini the intention of this man of God labda ni kitu tofauti. Tukasema ya kwamba out of kuamini ndio inafanya mambo yanakuwa mazuri. Blessed Lisi unasema it is trust which make things happen. So see pastor, that is very good. You what you believe. Na kuna huyu kuna watu wengi wameingia. Unajua watu wengine sijawaweka kwa screen kwa sababu ya network yenu. Kuna watu. Okay, sasa tuweze kuangalia wale ambao wameweza kuingia katika mtandao. Kuna huyu anaitwa Mary Neema. Mary Neema, asante sana, nimeweza kukuona. Kuna huyu anaitwa Blessed Liz, nimesoma yako. Kuna huyu anaitwa Mwalimu Rogab, thank you very much. Tuned in tigatumubake nyasae chinga kichionsi, thank you very much. That is how he says. Mwalimu, thank you very much. Huyu ni nani? Anaitwa Omonto Omosacha anasema ya kwamba good job for the first time show, iko both FB na YouTube in the same time, congratulations, thank you very much. Anasema hivyo. Amen. Blessed Listed, amen. Prayer is the connection from physical world to the physical world. Thank you very much, Liz. I can see you, Evelyn Dansho. Use that link to uingie utuambie uko wapi. Evelyn Dansho tuned in, thank you very much. Ikonge TV channel, amen. Prayers are the best thing to do in a daily activities, thank you very much. Hello, nime tuni saa hii tu, Emily, thank you very much. Another one, Blessed Liz anasema touching, thank you very much. Another one is Masi Wanjiru says amen, thank you very much. Masi, I can see you. Amen, glory be to God. Helen Obwongi, I can see you, thank you very much. Alice tuned in, thank you very much, I can see you. Use that link, you can we can pray for you. I want us, when I pray, I want us to pray together. I want you to use that link, get that link so that we can pray together. We have less than 30 minutes to do away with this program. All right, Emily Ondieki anasema ukuje kila siku mwaka huu ni kuoka. I think alikuwa anataka kusema ni kuokoka. Thank you very much. Asante sana Liz. I receive it in the name of Jesus. Who is this? Blessed. All right. Thank you very much. Ellen, I receive it in the name of Jesus. Watching from Qatar. Oh, good. Thank you. I receive it in the name of Jesus. Watching from Qatar. God. Thank you very much. Anasema Judith Mbanda ya kwamba what time does the program start? I thought it's 7 p.m. Okay, there was kulikuwa na adjustments ya program, so tukaweza kuweka kipindi iweze kuanza saa 12 hadi saa 2, so that Retail will be here right from 8
to 12 katika studio, that is katika studio, na mchana kuna watu wengine, unajua studio ina mambo yake. So the program, sorry, kwa advertisement ya tulikuwa tumesema ya kwamba the program will be starting at 7 to 9, lakini sasa due to unavoidable circumstances tukaweza kuweka kuanzia 6 hadi saa 2. So we have 2 hours. 1 hour is for teaching, another one is for praying and prophesying to our life. Now Judith Mbanda, what time? Yeah, I've answered that. Huyu anasema ya kawaida iko karibu kuanza, mtupe injili kwanza. Thank you very much. I know, thank you very much. Asante sana, tuned in. Huyu anaitwa nani? Huyu anaitwa anasema okay, thanks. All right. Huyu ni nani? Tune anaitwa nani? Huyu anaitwa Venice Kerubo, tuned in. Hello, thank you very much. May God bless you. Huyu anasema namna gani? Anaitwa nani huyu? Zinakimbia mingi. Huyu anaitwa nani? Huyu anaitwa hiyo tumesoma. So you can use that link. Let me put it there. You can use this link, the link that is down here, so that you can join to our conversation, so that we can start another chapter of this. That is, we are getting now to prayer session. Now, this is the time that I want you to say, what is it that you want us to pray for you? Which part, which area in your life, when you look at it, that you want me to pray for you? Unataka niweze kukuombea wapi? Hapo sasa ndo tumefika. Mwalimu, I can see you. Mwalimu Lugab, thank you very much, I can see you. Sasa huu ni ule wakati, I can see it's 7:20, so we have 40 minutes, not 30 minutes. We have 40 minutes. I want you to say, you can send either prayer request. We pray for you. You want me to prophesy for you. I can do it. That is why I'm here. I pray for you in the name of Jesus. Whatever situation you are in, you can talk to me. Join the conversation. You can even comment on what you've just heard for this evening. This one is Maimuna Kasim. Pray for my family. Maimuna, you've not told us where you are from. Tell us where you are from. Unapo sema unataka tukuombee, tuambie jina lako, unatoka wapi, na unataka tukuombee, unataka nikuombee juu ya nini? Unaniambia Maimuna Kasmin. Father, in the name of Jesus, I bring Maimuna Kasim to your hands. That, Lord, I bring her family to your able hands, that may you bless them, that whatever is surrounding that family, be it satanic that has been raised, the altar in that family, we bring it down in the name of Jesus. Watu wamefungiwa kazi katika hiyo familia, tunang'oa hizo vizingiti katika jina la Yesu. Tunafungua njia zake, tunafungua njia ya familia. Mzee tunamkabidhi mikononi mwake, watoto tunaweka katika mikono yako, so that, Lord, you can be seen and they can testify and say that really God does, in the name of Jesus. Maimuna, your family is blessed in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Maombi, this is the time of prayer. We need to know. I need to know where you are and what do you want me to pray for. Is it your life? Is it a job that you want to have? Is it a delay of something that you want me to pray for you?
I'm waiting for those people who are getting to the conversation through the link. The link is already there. So there are those who are backstage, lakini network yenu si mzuri. That is why hatujaweza kufanya nini? Kukuweka katika hicho kitengo. Hicho kitengo sijaweza kukuweka kwa sababu haujaweza kufanya nini? Haujaweza kuwa katika network iliyo nzuri. Now, hichi kipindi kitakuwa kinakujia wewe kila siku napoendelea kufanya matangazo kidogo. We'll be coming here live every day as from 6 to 7. Now, this is how we'll be going about it. That siku ya Jumatatu tutakuwa tunakuwa na mafundisho. Siku ya Jumatatu tutakuwa tunakuwa na mafundisho. Kasmin, I can see your response. Thank you very much, Maimuna Kasmin. May you be blessed in the name of Jesus. Wacha niweze kukushikilia anga kwa wakati huu na utaweza kuona mkono wa Bwana katika maisha yako. You can say amen in your family in the name of Jesus. Now, siku ya Jumanne tutakuwa na kitu inaitwa deliverance. Deliverance ni nini? Deliverance ni ukombozi na mambo ya uponyaji. Ili uweze, kama we ni mgonjwa, siku ya Jumanne tutakuwa hapa. Nitakuwa na kuambia weka mkono mahali uliko. Utakuwa unapokea uponyaji. Anything that the Spirit can direct me at that time to tell you uweze kutumia, hicho ndio utatumia na utapokea uponyaji wako katika jina la Yesu. Siku ya Wednesday tutakuwa tunahubiri. Siku ya Wednesday tutakuwa tunahubiri. Siku ya Thursday, this is a prophetic sermon. Yani tutakuwa hii ni siku ambayo nitakuwa natoa unabii kwa watu. Unabii ni nini? Na kuambia yale mambo ambayo Mungu ananiambia juu ya maisha yako. Si wewe unaniambia, mimi ndiye nakwambia, and I'll be telling you the way out of it. Siku ya unabii ni Thursday. Friday bado tuko na deliverance na healing. Unajua ukombozi ndio kitu ya muhimu sana. Ili tuweze kuingia hapo katika ukombozi, tuweze kufanya nini? Tuweze kuingia katika siku ya Thursday. I think my technician anaweka mpaka zingine zenye hazifai kuwekwa katika hewani. Saturday teachings tutakuwa tunafunza. On Sunday tunakuwa na deliverance and healing. Na hapa tutakuwa tunaingia service, full service. Tutakuwa namaliza kanisani, alafu mimi naingia hapa. I need deliverance kwa maisha yangu, pia familia yangu, kwa watoto wangu. They have rejection. Pray for us also. Now, Mary neema katika jina la Yesu Kristo, na kunenea jioni ya leo ya kwamba familia yako katika madhabahu iliyowekwa ya kukataliwa tunayafunja katika jina la Yesu Kristo. Zile nguvu ambazo shetani ametumia kuinua madhabahu katika familia yako, tunaiangusha katika jina la Yesu. Naiangusha katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Na kushikia anga yako. Na kuambia kwamba there is nothing itaweza kufanyika katika maisha yako. Naongea nikiwa ndani ya viatu vya upako, ya kwamba God is going to turn things in your family in the name of Jesus. Even your elder brother, na muombea na mkabidhi mbele za Mungu, na kusema ya kwamba maisha yake, the Spirit can tell me that ameweza kuzunguka hapa na pale. Amekuwa akitafuta kazi, anapata, labda anafika mahali anakuwa employed, baada akilipwa kama ni mwezi moja, akifika kurudi anapata ya kwamba amefukuzwa. Na anapofukuzwa kutoka kazini, inasemekana ya kwamba yeye mwenyewe aweze kusema ya kwamba nimechoka na kazi, ama aweze kusingiziwa kitu fulani. Mary Neema, that is your brother I'm talking about. Spirit, Roho Mungu ananiambia kwamba amekataliwa kwa sababu kuna madhabahu yaliyowekwa, kuna uchawi fulani
ulioko katika familia yenu, ambayo mtu alichukua uchawi na kuweka ili aweze kushika nyota ya familia yenu. But tonight I speak through the power and authority that the Lord has given me. Hayo matabau na yaangusha katika jina la Yesu. Moto wa Mungu na utuma ukaweze kuteketeza uchawi huo katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Fire is on you. Fire is on you. Fire is on you. Fire is on you. Hiyo pepo ya kukataliwa tunaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Hii familia iko free in the name of Jesus. Mary Neema, your family is free in the name of Jesus. Ya kwamba connecting to higher authority, it means mimi nakushikilia anga yako. Mimi nikiongea hata ninapoomba nakumbuka ya kwamba Mary Neema ako mahali fulani. Na hata kipindi tunaweza tukasupport ili kiweze kuwa hewani. Kuna wale wadhamini wangu ambao wanaendelea kunisupport ili niweze kuwa hewani katika kipindi hiki. I thank you so much. So that is another way of getting your connection to this authority. So may it be done in the name of Jesus Christ. Leonida Nyabuto. Leonida Nyabuto says, thank you, Pastor, for such a nice word. Be blessed. Thank you very much, Leonida. I pray that the Lord will lift you. No cry again. No sorrow is not your portion in your life. In the name of Jesus. May you be blessed in the name of Jesus. Thank you very much, Nyabuto. Mungu atakubariki sana. Mungu atakuonekania na Mungu atakuinua. Kuna wale ambao watu wengi wako backstage, lakini I'm trying to look at, unajua hii program inaenda kwa runinga. Sasa kuna ile network yenye inaenda ikirudi yenye hatujaweza kuweka, lakini ningependa watu waweze kuingia kwa wingi katika hiyo link. Kama ni kwa maombi tuweze kuomba. Naona ya kwamba wakati wangu wa kuwa katika studio unaelekea kufanya nini? Unaelekea kuisha. We have like 30 minutes now, so that in the next program we'll be having Ritiero coming to studio here to continue from 8 to 12. Ritiero will be here to speak to you. So speak to me through that link, so that we can know where are you and what are you doing in the name of Jesus. We need to know where you are. I want to pray for you. You can write to me in the comment section, or you can even inbox me so that I can pray for you. Kuna watu wengine nimeona hapa backstage lakini wametoroka. I don't know wameenda wapi. I don't know. Kuna watu wamekuwa hapa lakini wameweza kuenda. Ikifika saa 1:40 I'll be praying for you. I'll be praying for you so that God can do what? Can lift your life in the name of Jesus. Huyu anaitwa nani? Ellen. Yeah, we've seen that in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. So nimesema namna gani hichi kipindi kinaweza kuwa hewani wakati tu tutakapojitolea na kusema ya kwamba hata kama ni sadaka, we pastor, hata kama ni sadaka, sisi tutakuwa tunatoa kuhakikisha ya kwamba program inaendelea. Hata kama ni sadaka, tutakuwa tunatoa, program inaendelea. So kwa wale ambao already niko na supporters kama wa hii kipindi kwa hii channel wako 21 ambao wana support hii kipindi iweze kuwa hewani. So kuna wale ambao pia wanaweza taka kujiunga na wao, waweze kuingia katika hii neema ili uweze kuwa connected katika hii madhabahu,
ili tunaponena nawe unakuwa mmoja wa wale ambao wanafanya nini? Wanapokea kama ni uponyaji, wanapokea nini? Wanapokea baraka zao. I can see Ven, I think your network is okay. Hawa wengine wako backstage, I think network yao iko mbaya. Ven, thank you very much. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unabarikiwa ukiwa nchi gani? Singependa kusema. Unabarikiwa ukiwa all right. Thank you very much. Sasa unaweza ukatuambia jambo? Kwanza nikusalimu, habari yako? Bwana asifiwe sana. Amen. Okay, mimi nimebarikiwa, nimeanza na wewe from the first kutoka uanze mpaka sasa hivi umemaliza, nimekuwa unamalizia niko tu na wewe. Yes. Barikiwa by the way. Nimejifunza kitu. Amen. Ama nani ameuliza hapo huyo mdemu mwenye atoka sijui atiita jina gani leo. Gypsy, where are you? Gypsy, come and talk to your sister here. Yes. Yes. Unaweza ombewa na mtu mwenye hayuko pastor, mwenye hayuko straight. Hiyo mambo inaweza wapi? Mimi venye najua, nisema mimi venye najua. Trust yako, imani yako ndio itafanya vitu, yani ndio itafanya kitu ifanyike. Juu unaweza ombewa hata yani prophet, hata mtu mkubwa mwenye hata hajawahi mwenye anaombeanga watu vitu vinafanyika, anaombanga vitu vinafanyika, lakini kama una trust akikuombea haiwezi fanyika. Ni wewe na imani yako ukiombewa step of. Ndio maana siku hizi wanasema unaweza ukafanya kitu fulani lakini kwa ground vitu ni tofauti. Yes. Gypsy, your sister was asking the same question that you are asking. Sikuwa nauliza, nilikuwa namjibu. Ulikuwa namjibu. Yeah. Nilikuwa namwambia ni imani yako by the way. Kama una hiyo imani hata uombewe ni nani, hata wakuje mapastors 10 wenye wanaombaka miujiza zinafanyika. Sasa na limo niombewa kama una imani. Nothing. Ukienda hiyo kirako rekani by the way. Sawa. My question was not answered the way I wanted. Komanya. Yes. Nimekaa nimefikiria hujanijibu vile nilikuwa nimeuliza. Yes. Ritieri, I see you. Uliza ndio. Yes. Pastor anaombea watu wanapona, anaombea poma zinakuwa straight. Poma yake network. It is confused. Poma yake iko confused. Yes. Na watu wake wanaenda kanisa ndio, lakini nafika mahali they get confused. Kila mtu anadipati kwa njia yake. Mwingine anaingia kwa ulevi, mwingine anaingia kwa kutembea zake. So this spirit of confusion inatokanga wapi? Okay, kwa Biblia kuna mahali tuliambiwa ya kwamba Jesus was rejected in Nazareth. Ilikuwa kwao nyumbani. Na umesema ya kwamba unaweza pata pastor anaombea mtu anapona lakini kwake haiko sawa. Na wanaokoka huko nje, wanaokoka huko nje wanaokoka, lakini yeye boma yake hawaokoki ama wapokee hiyo, sivyo? Hata wasikizi, they are confused. So this is the point here, Unajua Mungu aliponiita hakuniita na bibi yangu. Anointing iko kwangu. Na inapokuwa kwangu mimi, ikiwa umeitwa ukiombea watu, mzee wako anaweza akakudharau kwa sababu muko na yeye. Kupitia kwa trust yenye wamesema na imani, Vena ameweka very clear. Wewe unaamini pastor wangu ataniombea niweze kupokea muujiza wangu. Unaamini. Hawa ni watu wamezoeana, out of mazoea yenye wako nayo. Haiwezi ikafanyika kwa sababu wao wamemzoea. Huyu si ni momanyi tu. Mimi hata kwangu hawaniiti pastor. Kwangu wananiita
watoto wangu wananiita daddy and my wife calls me those other names lakini huku nje mimi naitwa pastor, mimi naitwa servant. So huyu mtu baraka yake akitafuta kutoka kwangu, kwa sababu anajua kuna kitu iko ndani yangu, kuna kitu ambacho Mungu ameweza kuweka ndani yangu, nikiweza kuzungumza na kunena kwa maisha yake kitaweza kutendeka. So yeye anapokea muujiza, lakini kwa familia yangu hawapokei, kwa sababu unajua mafuta, ukichezea mafuta, kuzoea mafuta, kuna kitu inaitwa kuzoea mafuta, anointing. Kama umezoea haiwezi kukufanyia kitu. Ni kama kwa kanisa unayoenda, unaweza ukamzoea pastor wako mpaka unaona wakati ana profesa hii si kitu serious. Ama unafika saa zingine hata akisema ya kwamba we need to do something in church, unaona ya kwamba huyu pastor sasa yeye anapenda kutufanya nini? Anapenda kutuomba pesa ama nini? Sasa hiyo haiwezi kuwa kwa line ya baraka zako. Lakini kuna yule mgeni atakuja kwa hiyo kanisa hiyo siku, kama mlikuwa na mjengo, akatoa na akabarikiwa, akakuacha hapo wewe ukiwa uko hapo kanisani. Same thing to family. Huyu wa familia ameweza kukuzoea kama mtu wa kawaida, lakini pale nje anakujua kama mtu wa Mungu ambaye Mungu anaweza akazungumza naye. So when you speak, anapokea hiyo kupitia kwa nguvu za Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Yes. So ikwe hivi, kama kwa hii boma wote unajua hivyo, are you suggesting hawa wa huyu juu wanaishi na yeye they shift wakwe wanaamini under a different person apart from their father who is a pastor? No. You know, mimi familia yangu ile kanisa naenda ndio nawapeleka. Kwa sababu siwezi hubiria watu na kama familia yangu sijaiweka hapo. Kuenda wataenda physical. Nataka unielewe vizuri. Kuenda wataenda. Kiti ya mbele wataketi. Lakini imani yao ndani yao, huyu ni mtu wa kawaida. Unanielewa? Lakini wao wanajua huyu ni mtu wa kawaida, tuko na yeye kila siku kila wakati. So wao hata kama ule wakati wa prophecy ukifika, nikisema you can receive your miracle, yeye unaweza ona akiomba kivyake akisema leka shatara baba. Yani haoni maana. Hana ile sensitiveness imeweza kuondoka katika roho yake. Hawezi akasensi ya kwamba now where the man of God is, Roho Mtakatifu ameweza kushuka kwake. Amen. Lakini kwa sababu anazoea sauti yako, amezoea venye unaongea, yeye sasa unaona hata ako hivi. Ama labda kuna wengine, nimeona watumishi wengine, bibi anaona wakati ameanza mambo na prophecy, ndiye anatoka nje na mtoto kwenda kunyonyesha ama kumpa chakula. Kwa sababu gani? Amezoea mafuta. Basi kuna James chapter number 4 verse 8. Yes. Inasema draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sijui kama nimechanganya, lakini I think ni that's very true. Yeah, usiwe yani in general usiwe na njia mbili. Yes. Uwe mtu wa mpango moja. Na wewe mwenyewe hata uombewe, hata uletewe pastor mwingine juu umeona huyu umemdharau, mnaishi na yeye, uletewe mwingine hata wakue 10. Kama utatake step, kama uchukua hatua, nothing will happen. Very true. Now, your point is, unajua mimi hata deliverance tutakuwa tunafanya hapa siku ya Tuesday. Deliverance haiwezi kafanyika kwako. Unajua ndio niweze kutoa pepo ndani yako, lazima wewe mwenyewe uweze kunipa access kwa spirit yako. So kama siwezi pata ile access na wewe uweze kuingia katika line yangu, katika roho yangu, katika anka yangu, naweza nikasema ondoka, tukaongea mambo bure. Now, kuna hii simu. Unaweza ukamwaga maji hapa, yakaondoka, yakadondoka, yakatoka katika sehemu hizo. Lakini ukiweza kutoa hii cover, uweke maji ndani na ufunge hii cover, hiyo maji itapaki hapo nyuma, itakauka pole. So kuna yule mtu amekuja kanisani, yeye hata umurushie roho namna gani, ako tu ameblock. Kwa nini? Kwa sababu hajaweza kuingia katika spirit yako.
Na ndio uweze kupokea muujiza wako, lazima uwe kwa line moja na spirit ya mchungaji wako. Ndio maana sasa mambo ya spiritual father inakuja ndani, ya kwamba wewe uko katika madhabahu gani, unaamini nini, kwa sababu your blessings they are commanded by your kuhani mwenye unaamini. At that given time, unajua inaweza kuwa unaenda kanisa fulani, lakini mimi nikakuombea ukapokea muujiza, same prayer yenye pastor wako alikuombea haukupokea. Ni kwa nini? Wewe ulikuwa umezoeana na yeye. Lakini mimi sasa juu nimekuja, umesema ya kwamba huyu sasa ataniombea nikaweza kuwa. Ndio maana inafanya watu wengine wanaenda kwa waganga. So hapa kitu tunafaa kufanya, tuache kuzoea mafuta. Uache kuzoea maombi. Mafuta, kuzoeana kwa mafuta ndio mbaya. Yaani namaanisha hivi, kuna ule uzoevu tunakuwa nao na watu wa Mungu. Ule uzoevu, I think Chipsy, your network is misbehaving, but okay, it's okay. Yule ambaye ako na mamlaka juu yako. Unajua sasa hivi mimi hata kama ni mchungaji, kuna mchungaji yako juu yangu mwenye na mheshimu, akisema ninatenda. Na kama I'm working under that mchungaji, ndio anointing yake iweze kuflow kwangu, lazima niweze kuenenda na venye yeye mwenyewe ananiambia mimi niweze kutenda. So same thing, kama huyu mtu wa kanisa hawezi kutembea katika njia ya mchungaji wake, Roho hata akashuka katika ibada ya Sunday, akasema sasa Roho Mtakatifu ameweza kushuka, mnaweza kupokea baraka zenu, hauwezi ukapokea. Kwa sababu gani? We njia yako ni tofauti na yeye. I can see a person called Chips being a bastard doesn't mean you can't face challenges. Thank you very much. I can see your name. Amen, Pastor. And who is this? Chips, if you can't allow the Holy Spirit accept God and lead you, hata uhubiriwe na uombewe, maybe uache kunywa. Thank you very much. Now, Roho Mtakatifu kama hayuko ndani yako, Mungu mwenyewe hawezi kukuaccess. So Roho ndio kitu cha maana. Ndio uzoefu uweze kukosekana, lazima muweze kutembea nyinyi wote katika spirit. I don't know Vin kama tuko pamoja na wewe. Tuko kwa spirit moja na wewe. Amen. Chips, you had something. Ulikuwa umesema nimepata kitu, nimejifunza tuache kuzoea mafuta. All right, waja tusikize Ven, yes, Ven. Ukasema kuna unaomba yes. Anakujibu saa hiyo, unangoja ama akujibu kabisa. Kujibu kabisa, nauliza hivyo. Ndo nasema Mungu anajibu kwa njia tatu. Yes. Anaweza akakwambia ndio ya saa hiyo, anaweza akakwambia no, anaweza akakwambia ungoje kidogo. Ni kwa nini anaweza akafanya mambo ya no? Ndio maana nime break down hii topic iweze kuwa refu, ili kesho tutakapokuwa tutazungumza, tuko na 8 questions zenye tunafaa kujibu kutokana na maombi. Ya kwanza ni why do we pray, which we've shared today. Another thing we'll talk of tomorrow is how to pray. Tunaomba namna gani? Ya tatu itakuwa order of prayer. Unajua hata Yesu mwenyewe alikuwa anafunza wanafunzi wake jinsi ya kuomba. Ya tano ni kuwa benefits of prayer. Ingine hindrances of prayer, consequences of prayer, and how can God answer prayers. So I think tutakapofika kwa hiyo ni kwa nini maombi mengine hayawezi yakajibiwa, tutakuwa tunaingia hiyo. Juu tukiingia hapo ni kama tutakuwa tumeingia kwa mada ya siku nyingine. Barikiwe sana Ben. Yes. Kuna kitu kile hapa ni somewhere nikasikia. Yes. Mtu aliombewa, alienda huko mbele madhabahuni akaombewa. Hakufanya kulingana na venye maombi yalikuwa yanasema. Yale maombi yakamlaani. Mbona? Maombi yakamlaani, wakasema yale maombi yenye alienda akaombewa huko mbele ndio yalimlaani. Okay.
I think I'll teach more about ni altars. Kuna kitu tunaita madhabahu. Unajua madhabahu speaks kwa maisha yako. Tunaenda kanisani kwa sababu hapo ndipo tunakutana na Mungu. Kuna madhabahu tumejenga hapo ya kuweza Mungu anashuka hapo na sisi ukienda kwa mganga Ven akwambia ya kwamba nataka uchukue hii kalamu uwekee mzee wako ndiye aweze kukupenda. Ukafika pale ukasema hii kalamu siweki, nachukua hii kifuniko peke yake niweke, automatically it will backfire. So madhabahu yanafanya kazi kwa njia sawa. Shida tofauti inakuwa ni kuna madhabahu ya kishetani na kuna madhabahu ya Mungu, na madhabahu yote yako na consequences hizo ambazo tutajifunza na kusema ya kwamba ikiwa mtu ameweza kuenda against. Unaona wana wa Israel wanapoajiriwa na Mungu ya kwamba sasa siwezi nataka mteseke kidogo, haikuwa ya kwamba Mungu ameweza kuachilia, ni kaadabu tu kadogo tu alitaka kuwapatia ndo waweze kumrudia Mungu. So huyu mtu ni kumfunza ya kwamba this is the way, and I told my sister Gypsy ya kwamba this is our manual. Biblia ndio manual yetu. So ndio tuweze kuingia katika Ukristo na kuenenda kwa njia za Mungu, lazima tuweze kufanya according to what the manual says. Amen. Yes. Kuna huyu anaitwa Kahambo Favor anasema ya kwamba what is the importance of anointing oil and to use all iko hivi. Pastor, if you say mafuta upoteza watu, then what is the work of the importance of anointing oil? And now my sister Kahambo, yeah, not Kahumba, ni Kahambo. Nimesema mafuta, nikasema anointing iliyo kwa Mungu, kwa mtu. Mungu ameweka mafuta ndani, ameni-anoint kama pastor. Hizi vitu tunasema ya kwamba hii anointing oil nunua kwa shilingi 500, hiyo I'm transferring the power I have to that anointing oil to give you to use, and through the way you can believe itatendeka. Ndio hiyo anointing iweze kuwa na nguvu yangu, lazima niweze kucommand out of ile anointing Mungu ameweza akanipa. Aruni anamwagiliwa mafuta yanateremka mpaka ndevu, yanadondoka mpaka yanaenda chini. Kumaanisha mtu wa Mungu anapokuwa anointed, you are anointed fully. I can now tell you that weka maji kwa glass uweze kunywa, kama ni tumbo ilikuwa inakuuma itapona. Ni kumaanisha ile anointing niko nayo, zile nguvu za Mungu niko nazo, nimetransfer kwa hayo maji, na kupitia kwa kuamini kwako umeweza kuyanywa, and hiyo tumbo it will stop. So Kahambo nasema ya kwamba we don't atusemi ya kwamba watu waaje kutumia anointing oil. Anointing oil, maji, nini, it depends na pastor wako. Lakini ile kitu iko ni kwa hiyo anointing oil. Mimi huwa naenda nanunua mafuta kwa supermarket, anointing oil, olive oil, nakuja naiombea, alafu kama ni anointing service na anoint watu. Ni kwa nini naiombea? Naiweka roho yangu niko nayo kwa hayo mafuta. Wewe unaweza kwa duka ukaenda ukanunua anointing oil, iwezi ikafanya ile kitu ulitaka ikufanyie kama ile yangu nitakupa. Kwa nini? Hii yangu nimeweka roho. Ndio maana unaona other prophets wanaombea maji, anaweka nini? Roho ndani ya hiyo maji, ili huyu mtu anaamini ya kwamba haya maji nimeyachukua kwa mtumishi wa Mungu. Chochote nitakajonena, chochote nitakachofanya, nataka kifanyike katika maisha yangu, kifanyike kupitia kwa haya maji ninayokunywa. So through that you are connected in the name of Jesus. This is Mwamugusi TV. Thank you very much. Asante. Yes, Ven, you saying something? Sikusikia venye ulinijibu basta. Juu ya hiyo Ven ama Chipsy? Who is talking? It's me. The networks are
Nilikuwa nimekuuliza lakini sikusikia venye ulinijibu. Sijui ni mimi sikuelewa ama vipi. Hilo swali nimekuuliza, mbona Ulisemaje? Yes. yanataka tukases. Why? Nilisikia ukisema kuna Sorry? madhabahu ya rahana na kuna madhabahu ya baraka. Sasa sikusikia. So huyu mwenye anaombewanga hayo maombi yanaenda yanamkazi, anaombewanga kwa hiyo madhabahu ya rahana ama ni vipi? Sikuelewa. Unajua network yako inakatika katika, sijui kama ni mimi sikuelewi vizuri ama hebu jaribu tena ku... Mimi namsikia, labda network yako. Yes, anasemaje? Anauliza sasa, umesema kuna madhabahu mbili, ya laana na ya baraka. Sasa huyu mwenye ameombewa kuna madhabahu iko, kuna madhabahu ya Mungu na madhabahu ya shetani. Sasa ameuliza hivi, huyu mwenye huenda anageukiwa na hiyo maombi, huwa anawekewa madhabahu ya shetani au vipi? Hapo inafanyika ya kwamba umeenda against na hiyo madhabahu iko hapo. Hata kama umeenda kwa madhabahu ya shetani ukafanya opposite venye umeambiwa, hiyo madhabahu ya shetani ndio itakugeuka. Umeenda kwa madhabahu ya Yesu, umeenda kudanganya, hiyo ndio itadeal na wewe. So ile madhabahu ambayo unayoitumikia, hiyo ndio itadeal na wewe. So because I can see Ritiero is on my neck coming, I don't know if I've answered you, but kesho tunaendelea na hii mada yetu ya siku ya leo. I can see my viewers are here, lakini wale mko backstage sijakaweka kwa sababu naona network yenu labda ina drag ama inafanya nini. Sasa tungependa kusema namna hii. Hii program tunaiweka hewani. Na tunapoiweka hewani kuna wale ambao tunashirikiana na wao kuiweka hewani. So in any way yenye tutaweza kuendelesha hii program iendelee kuwa hewani, tutashukuru sana, kwa maana tunamtumikia Mungu na tunataka hii injili iweze kuenenda kwa kila mtu. So kuanzia kesho tutakuwa tunaona ya kwamba ni jinsi gani tutaweza kushirikiana ili tuweze kuendelesha hii program. Ningependa niweze kuomba kwa sababu I have only 8 minutes to leave studio so that I can pray for you, and then from there if anyone had a prayer request, nimeziona kwa comments. And another thing, me I'm a pastor, I'm an anointed man of God. Ningependa tuweze kujua ya kwamba hii program ni ya Kikristo. Sasa tunapokuwa hapa kwa njia moja au nyingine, tunafaa tuangalie ya kwamba njia tunayoweka mijadala yetu iweze kuendana na njia ya kiungu. So vile tumeanza tunaendelea vizuri. So kuanzia kesho, kwa wale ambao watakuwa wanaingia, sisi tunaweka mjadala ambao ni mjadala unaenda kwa njia ya kiungu. Ningependa niweze kuomba na wewe mpenzi mtazamaji popote ulipo, ili tuweze kumaliza program ya siku ya leo katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa ajili ya mtazamaji wangu ambaye nimenitazama kuanzia saa 12 kwa masaa haya mawili, hajachoka. Naomba ya kwamba nguvu zako zikaweze kutembea kwake, ukaweze kumzidishia katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale ambao wanapitia mambo magumu, kuna wale ambao wako na shida katika familia zao, kuna wale ambao mabwana zao hawasikizani kwa nyumba, kuna wale ambao mabibi zao labda wametoroka wakaacha watoto, kuna wale watoto ambao wanaosumbuka, kuna wale ambao wanasumbuliwa na ndoto usiku, kuna wale ambao wameingishwa katika madhabahu ya kishetani. Jehova, katika jina la Yesu, siku ya leo tunapozungumza tunayaangusha katika jina la Yesu Kristo. We want to say that tunataka set kila mtu free katika jioni ya leo in the name of Jesus, so that whoever who is under this under the voice who is listening my voice tonight, I want to command blessings. I want to command blessings in the name of Jesus. Kuna resolutions ambazo watu wameweka katika mwaka wa 2021 na huu ni mwaka wa urejesho. Kuna yale mambo ambayo amepoteza katika maisha yake, iwe ni mwaka wa 2020, iwe ni mwaka wa 2019, iwe ni mwaka wa 2018.
kuna yale ambayo hajafikia katika maisha yake. Ningependa kusema ya kwamba this year will not go down minus the fulfillment of those resolutions in the name of Jesus. Kama ni magonjwa yamekuwa yakisumbua wewe, tunayaondoa katika jina la Yesu Kristo. There is a spirit of rejection in your family. We bring it down in the name of Jesus. That is a demon. We bring it down in the name of Jesus. Through the power and the anointing that the Lord has given me, I have bringing it down in the name of Jesus. Generational curses, kuna zile vitu ambazo mababu zetu walifanya zikatufuata kwa mababa zetu, zimetufuata hata sisi, tunaikata siku ya leo katika jina la Yesu. We've been missing opportunities, chances, but today we want to claim it in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Kuna yale ambayo tumenena mabaya, Jehova tunasema ya kwamba ukaweza ukatusamehe, ukaweza ukatupeleka karibu na wewe, kwa maana tukiwa karibu na wewe we are very secure that we should pray getting close to you in the name of Jesus. Kuna yule ambaye magonjwa inasumbua, jioni ya leo nasema ya kwamba hautaumwa tena katika jina la Yesu Kristo. Umekuwa ukisumbuana na bosi wako, lakini kuanzia siku ya leo I want to cover you with favor, that wherever he or she sees you, she will see a favored person from today in the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna chochote kitakachoenda kinyume na maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo tunaombea viongozi wetu na kusema ya kwamba Jehova ukaweza kuwapa hekima na maarifa wanapotuongoza. Nimeomba hayo ni kupitia jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mtu anaweza akasema amen. Hadi kufikia kesho tutakapokutana hewani, kwa majina yangu naitwa Servant Momanja, naye nimeokoka na Yesu ni Bwana. Ningependa kusema shalom shalom. Tuweze kukutana kesho saa 12 katika kipindi katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Mbarikiwe wote.